Mkaandaeni chai basi tuanze mazingira kupika. Jana ameandaa chai, kijana mmoja ndo akachukua kipolo chetu. Bwana nakuta kile kipolo kionekani pale. Yaani tuliko kiweka kipolo hamna. Umeona Watu kuna mtu kashapita naye. Sasa tujajua sasa. Umeona. Sasa lawama ilikuja kwa mtu ambaye ile kipolo kimelala kwenye gari yake. Yeah. Bwana wewe haiwezekani, unaonekana usiku likiamkia bwana ukachapa nyama zote, ukala mchele wote ile, ukafanya mjanja jamaa alikataa. Sio mimi siwezi kufanya hivyo. Nimekula usiku nimeshiba inatosha, lakini useme nimeamka usiku nimekula kile hicho chakula haiwezekani. Sio mimi. Hem tumtafute nani alokula hicho chakula. Sisi tukaachana nao tukanunua mikate pale, watu tukala mikate na chai. Siku ikaisha. Unajua katika safari kama hizo lazima kuna mtu mmoja atakuwa yani akili zake sio yani atakuwa ni akili mchenjewa amekaa kila muda wote anamzimua yule jamaa, wewe nini umekula chakula umekula chakula bwana ikutosha. Ikafika mida ya saa 7 saa 8 hivi tukaenda tukanunua samaki, tukapika tena mchele, lakini tukasema hichi nao kinaweza kitaliwa tukiweka kipolo. Ila mmoja akashauri kama kitaliwa hichi inabidi tumkamate mtu ambaye anakula. Sasa tufanyeje? Kwa hiyo ikabidi pale tule tupakue kile chakula. Kaza tukatia ambacho cha kunywa chai asubuhi. Kingine tukakitia na mboga kila kitu tukaika pale ambako chakula kilikoibiwa jana yani. Tukakihifadhi. Nimehifadhi chakula pale. Ilipofika kama saa 3 usiku hivi saa 4, unajua media watu tu mapema tunaingia kulala kwenye kibini tunatulia tunasikilizia. Yaani tumepanga kana kwamba leo kila mtu online yani katika simu yake aweke bando la kutosha, tuwasiliane ni nani anakuja kula hicho chakula. Maana ikafika kama mida saa 5 hiyo usiku. Gari kwa sababu banana hizi zimepanga kimstari hivi fulani. Kwa hiyo tunamuona kuna wajamaa wawili lakini ni wanajeshi wa Kikongo. Sasa wanajeshi wa Kongo wana amekuja na tochi, wamepiga yani wamewasha ile tochi yao pale kwenye sema kuna kuweka chakula pale. Sasa ndio anaambia no kipo unajua yani chakula kipo sasa chakula kipo nyie mjalala kwa mnapiga deo yani. Sasa hapo sasa yule jamaa alikuwa kwenye kibini yani kwanza anaangalia unaona sasa mmewaona sasa wale watu huko anachati na jamaa wewe ameona sasa wale watu ndio wao sasa wanakuja kuchukua chakula.